Funza lilijaza jeneza na ingine lilitoka hadi nje ya jeneza. Alafu nilipofungua macho nikaona, na mguu wangu umeoza huku funza likitambaa juu. Nilitamani hata kulalamika, lakini sauti haikutoka. Sikupata nguvu, pumzi yangu ilikata kabisa. Niliishi kama kivuli cha mtu. Karibu katika simulizi hii ya kusisimua, Jeneza Langu. Lakini kabla sijaanza, na kuomba usubscribe na ubonyeze hiyo kengele ili uwe wa kwanza kupata simulizi letu mpya. Usisahau pia kulike na kushare. Mimi ni wako Anko Sekalema. Tunaanza sasa. Naitwa Anko Sekalema, fundi wa kutengeneza viatu kutoka mjini Goma. Hali ya maisha yangu ilikuwa magumu sana, si rahisi kueleza kwa maneno. Nilikuwa na mke wangu Sara na watoto wetu mapacha Paul na Masudi, lakini familia yetu haikuwa na raha. Maisha yalitupiga kwa nguvu kila siku. Kila asubuhi nilifungua macho yangu kwa maumivu ya kifedha. Nilitafuta pesa, lakini kila siku ilikuwa kama kujaribu kushika upepo. Nyumba yetu ilikuwa ndogo, yenye dari lililochanika na kuta zilizojaa unyevunyevu. Angalia jikoni, mara nyingi hakuna chochote cha kuandaa chakula cha watoto. Sara, mke wangu, alijaribu kutetereka, lakini hata yeye alikosa nguvu za kuendelea. Mara nyingi tulikaa chini, tukijadiliana. Sara akasema, "Anko, hatuna chochote. Watoto wanakosa chakula, pesa hazitoshi. Ninalia kuwa hatuna matumaini." Nilikuwa nikishikilia mkono wake, lakini macho yake yalikuwa hayana nuru. Nilihisi kwamba nafsi yangu ilipotea kidogo kidogo kila siku. Kila siku ilikuwa vita ya kuishi. Nilijaribu kufanya kazi zote zinazowezekana. Nilitengeneza viatu, nikiwa na majeraha madogo kwenye mikono, nikipiga kazi kutoka alfajiri hadi usiku. Lakini hata jitihada hizi hazikulipa. Wateja walikuwa wachache, pesa zilizotoka zilikuwa ndogo, na nyumbani watoto walilia kwa njaa. Mara nyingine nilirudi nyumbani nikiwa nimechoka kiasi kwamba miguu yangu haikuwepo chini ya nguvu ya mwili wangu. Sara alijaribu kutuliza, lakini machungu yake yalikuwa makali zaidi. Kila jioni tulikuwa na mazungumzo ya huzuni. Chakula hakutoshi, pesa hazitoshi. Moyo wangu ulikuwa na maumivu ya ndani. Nyumba yetu ilikuwa kama kifusi cha giza. Hatua yoyote ya kufanikisha familia ilihitaji nguvu zisizo za kawaida. Hali hiyo ilisababisha ukimya mzito nyumbani. Hakuna furaha, hakuna tabasamu. Kila kona ya nyumba ilikuwa imetawanyika na huzuni. Mke wangu Sara alianza kukata tamaa. Mara nyingi tulijaribu kuzungumza, lakini maneno yetu yalimalizika kwa vurugu na machozi. Alianza kuongea maneno ya kuacha. "Anko, siwezi tena. Nilidhani maisha yetu yatakuwa bora, lakini kila kitu kinashindwa. Siku hizi nimechoka, sina nguvu, na ninahisi hatuwezi kuendelea hivi." Mara hiyo, moyo wangu ulijawa na uchungu usio na kipimo. Hata hivyo, nilijitahidi kuendelea kwa ajili ya watoto, lakini Sara hakusimama pale. Baada ya wiki chache, alichukua uamuzi ambao ulikuwa mgumu kuupokea. Aliondoka nyumbani, akiacha watoto chini ya dhoruba yangu na kuingia kwenye maisha ya mwanamume mwingine, aliye na pesa kidogo, lakini aliyeishi kwa starehe. Nilijikuta nikiwa pamoja na watoto wawili pekee, bila mke, na nyumbani hakuna kitu cha kuishi. Nilijitahidi kufanya kazi zaidi, nikishughulika na wateja, lakini jitihada zangu hazikuletea matokeo. Nilijikuta nikiwa nimechoka sana. Moyo wangu ulikuwa umejaa tamaa na nguvu za maisha zilikosa. Nilijaribu kuishi kwa hekima na subira, lakini kila kitu kilikuwa kinasalia kwenye huzuni na umasikini. Kila siku, macho ya watoto wangu yaliniweka mashaka. "Baba, tutakuwa na chakula leo? Baba, tutakuwa na pesa ya shule? Baba,
Kwa nini mama hatuko pamoja? Maswali haya yalikuwa umeme unaopiga moyo wangu. Nilijua lazima nifanye kitu kikubwa ili maisha yetu yawe bora. Kwa muda niliendelea kupambana na maisha, lakini tamaa ya kupata msamaha, rundo la pesa, riziki na heshima ilianza kulia ndani yangu. Nilianza kuzungumza na watu waliokuwa tajiri ghafla, bila sababu maalum. Niliulizwa, "Anko, unataka kufanya nini? Unaahidi kuwa na nguvu ya kuwa na mali bila kuumiza familia yako." Nilijua hapa ndiko kulia kwa mwili na roho yangu. Nilitamani kupata suluhisho, njia ambayo ingebadilisha maisha yangu, ya mke wangu Sara na ya watoto Paul na Masudi. Ndipo nikagundua kuna chama cha siri, chama kinachoitwa Siri cha Jeneza, ambacho kinaweza kubadilisha maisha kwa haraka, lakini gharama yake ni kubwa, mateso yasiyo ya kawaida na hatari zisizoelezeka. Maisha yangu yalizidi kuwa giza kuliko usiku wenyewe. Kila siku niliyopambana niliishia pale pale. Hakuna chakula, hakuna pesa, hakuna amani. Watoto walikuwa wananitazama kama chanzo cha matumaini yao, lakini ndani yangu nilikuwa nimevunjika vibaya. Nilianza kuamini kwamba dunia haikuwa na nafasi kwa watu kama mimi, watu wanaopigana kila siku, lakini hawapigi hatua hata moja mbele. Na ndipo mtu mmoja, rafiki wa zamani aitwaye Mzee Mugabo, aliniona nikiwa nimekata tamaa kabisa, uso umechoka, mikono miepesi kama nyasi zilizokaushwa na jua. Siku moja alinikaribia na kuniambia, "Anko, nilikufuata kwa sababu nimeona namna unavyohangaika. Kuna njia, lakini si ya watu wenye moyo dhaifu." Nilimwangalia kwa macho yaliyojaa maswali. Alinipeleka pembeni, akamtazama Kushito na kulia kuangalia kama mtu anatusikiliza. Kisha akasema kwa sauti ya chini, "Kuna chama ambacho wakipokea mtu, maisha yake hayawi tena ya kawaida. Lakini lazima ujiandae kupita kwenye maumivu, mateso na kuachana na kila wazo la kawaida." Niliketi kimya kwa sekunde kadhaa. Nilibaki nikifikiria, ni bora kuishi katika giza kuliko kuendelea na haya mateso. Watoto wangu walikuwa na njaa. Sara aliondoka. Kila kitu kilikuwa kinaporomoka. Nilimuuliza, "Mzee, mimi niko tayari kwa chochote. Hakuna kitu kitakachouma zaidi ya maisha nilionayo sasa." Akanitazama kwa macho yaliyojaa siri, akatikisa kichwa polepole. "Basi usiku wa leo jiandae. Utaguswa na kitu ambacho hakijawahi kukugusa maishani." Usiku ulipoingia, nilitembea kuelekea msitu mdogo nje ya Goma, sehemu ambayo ule jamaa alikuwa amenipa maelekezo. Kulikuwa kimya cha ajabu. Hata upepo haukupiga. Niliweza kusikia sauti ya moyo wangu tu ukipiga kwa nguvu. Nilifika mbele ya mti mkubwa uliokuwa umechoka kwa umri. Hapo ndipo niliwaona watu 5, wote wakiwa wamevaa mavazi meusi, sura zao zikiwa zimefichwa na barakoa za ajabu. Mzee hule alitoka mbele yao, akanitazama, akanipima, kisha akasema, "Toka sasa, hakuna kurudi nyuma. Kama moyo wako unaogopa, rudi. Lakini ukisimama hapa, unakubali kuwa haiwezi kuwa sawa tena." Nilinyanyua kichwa, nikavuta pumzi ndefu, kisha nikasema, "Niko tayari." Walinizunguka kwa duara. Mugabo akatoa sanduku dogo jeusi, akalifungua. Ndani kulikuwa na udongo mweusi, nyuki waliokufa na kisahani cha ajabu kilichokuwa kimechongwa kama sehemu ya jeneza. Akanipa. Waliniambia, "Paka mikono yako. Nafsi yako lazima iingie kwenye giza kabla mwili haujachomwa." Niliweka mikono yangu kwenye udongo ule. Ulikuwa baridi sana, kama barafu la kaburi. Mwili wangu wote ulitikisika. Macho yangu yakaanza kuona ukungu.
Kisha wakaanza kusema maneno ya ajabu, maneno yasiyofanana na lugha yoyote ya kawaida. Moto mdogo uliwashwa katikati ya duara. Waliniambia nisogee karibu. Mugabo akasema, Anko, ili uingie kwenye chama, lazima uonjeshwe ladha ya kifo. Lazima uone giza kabla giza halijakuona. Walichukua jeneza dogo kama sanduku la mazishi ya mtoto, wakalifungua. Ndani lilikuwa limejaa funza wazito wanaotembea wakigongana kama mawimbi ya maji. Harufu yake ilinikata pumzi. Nilitaka kukimbia, nilitaka kupiga kelele, lakini nilikumbuka watoto wangu, Paulo na Masudi. Niliweka akilini kwamba hiki ndicho kitu ninachopaswa kufanya ili kubadilisha maisha yao. Mugabo akaweka mkono begani mwangu. Ingiza mkono mmoja ndani. Huo ndio mwanzo wa safari yako.